The Last Heist. Ikulu title la Horizon Michael Aaron Wilson, mmoja kati ya watu waliohusika hapa basi Makeri aliweza kuhusika, Victoria Pratt aliweza kuhusika pia kukuandaria kwenye horror cinema maridadi. John Michael Sanda, Alexander Boston ni mmoja kati ya watu walioweza kuhusika basi kukuandaria kwenye hilo cinema. Hapa ni upande wa Los Angeles. Hapa ni upande wa Los Angeles. Iko na maana hapa basi bila shaka pale wana RPD wanakuwaga wengi zaidi. Tuchomoke haraka na hizo. Tukuje kupata kikosi fulani hapa basi bila shaka pale cha kimagaidi. Zaidi kuna driver kwa jina la Rick. Rick akokuru upande wa agent huyo. Hapa basi Rick. Lakini punde si punde kuruweza kuingia hapa basi jamaa fulani kwa jina la Psycho. Na ndani ya hili gari ambalo Rick ndiye kandere kumejaa watu. Na kisha kuingilia hapa basi bila shaka pale mdhe fulani kwa jina la Psycho. Psycho mwenyewe ndio huyo. Jina lake original hapa basi ndio nasikia anajulikana kama vile Henry Lawrence. Psycho mwenyewe ndio huyo. Akachungulia akaona kuna gari la white. Akawatazama. Wakaangaliana ana kwa ana. Rika kashino ni nini huyu mtu anamwangalia sana jiongelesha, wewe niki hata kwenye unaenda kama unaso nenda kwenye unaenda, mbona unaniangalia kama mimi ni cinema? Am I DJ Afro Movies? Wacha kuniangalia star kama hiyo. Haisuru akapita diseni kama hiyo madadi. Sasa hapa ni nje ya bank yenye hapa basi imefungwa. Yani venye uwagu nasikia ati hiyo bank ilikosa pesa ikafungwa. Sasa hapa kuna bank yenye inafungwa. Na kuna huyu Psycho ambaye anapita stare kama hiyo. Na kisha sasa ndio huyu Rick. Na Rick ako na kikosi hapa basi cha wezi. Mwanzo ni kuambie tu mapema basi ukaage ukijua hichi ni kikosi cha wezi. Hapa kuna kikosi cha wezi. Wezi wenyewe ndio hao. Unataka kuja kuiba kwa hii bank. Lakini hii bank imefungwa. Na sio kufungwa ati kufungwa milango, abana. Hii bank iko closed. Iko na maana ilisota. Na wenye bank waandikia barua wale wote ambao hapa basi wako na pesa zao huku wakuje wachukue. Alright. Sawa sawa. Kwa hivyo aliweza kuingilia Psycho na akapata hapa basi jamaa fulani kwa jina la Danny. Huku akaambia Danny yeye amekuja kuchukua vitu zake. Mwanzo bank safari kama hapa mbali na pesa ukuwa na vitu zako muhimu kama vile title, dhahabu, almasi na kadhalika, unaweza kuja uweke hapa. Kwa hivyo Psycho alikuwa ameweka hapa basi bila shaka pale bidhaa zake na amezikujia. Upande wa nje nako wezi ndio hawa wakiongozwa na Paul. Wezi shasha. Wezi. Na Paul akadai this time round hataki kitu kama mtu yote ambaye atafanya wizi. Kuna huyo manze kwa jina la Tracy, halikadhalika mwingine kwa jina la Aris. Huku naye Danny ndio huyu. Danny akamwambia Psycho, kama anataka kudeposit, hakuna kudeposit. Mwanzo bank hata iliita watu wakuja wachukue vitu zao. Psycho akadai yeye hajui kitu kama hiyo, yeye amekuja kudeposit. Akaambiwa uwezi deposit, akadai sawa basi. Badala ni deposit, zile nilikuwa nimeweka huku nataka kutoa. Na mtazamaji nishakufahamisha, mbali na hizi bank za huku kuwekea watu pesa, unaweza weka vitu zako za dhamana. Kitu cha dhamana ni kama vile title deed, logbook. Unaweza weka title deed, unaweza weka logbook, unaweza weka vitu kama hizo hapa. Unaweza weka vitu zako hapa baza dhamana kama vile dhahabu na almasi. Alright. Psycho alipatiana hapa basi kitambulisho chake na akadai basi kama hawatamruhusu kuhifadhi basi wamruhusu aweze kutoa vitu zake za dhamana zenye ameweka zenye hizo. Lakini alifahamishwa Richa na kuwa unataka kutoa vitu zako, lazima ujue kuna laini, kuna watu wengine walifika hapa mbele yako. Lazima hapa basi uweze kupanga laini. Upande wa nje kikosi cha kimagaidi kikiongozwa na Paul, manze kwa jina la Tracy, manze mwingine hapa basi bila shaka pale kwa jina la Aris. Kuna jamaa kama vile AJ, kuna jamaa kama vile hapa basi bila shaka pale Washington. Hao wote ni kikosi cha kimagaidi kinataka kuiba. Lakini sasa utashindwa, wanakuja kuiba nini? Unasikia hii banki ilifungwa kwa sababu hapa basi bila shaka pale kukosa pesa. Shosho naye ndiye huyu amekuja kuchukua pesa zake. Nimesikia ati hii fegi yenu imesota. Sasa nimekuja kuchukua pesa zangu zote.
Pesa yako asi yote nimekuja kutoa. Kaambiwa ni sawa basi Soso pumzika. Amekuja na gunia, Soso amekuja na gunia. Mwanzo amepata habari hapa basi bila shaka pale hili bank linafungwa kwa kukosa pesa. Na wale watu wote ambao wako na pesa hapa wakuje wachukue. Sasa manager alikuingilia. Manager akafahamishwa kuna mtu ambaye hataki kupanga laini. Soso akaketi, akapanga laini. Agoje afikiwe. Unaona? Agoje afikiwe ili aweze kutoa pesa zake. Sasa naye Saiko akaambiwa lazima uweze kugoja. Upange laini. Mwanzo kuna manzi ambaye ako mbele yako. Ni protocol hapa. Hiyo ndio procedure. Hivi ndivyo sisi uwaga tunafanya. First come, first served. Na ukicheki huyu jamaa anakaa ni kama mtu asiye na kichwa timamu. Haya, kuna manzi yako hapa yeye tu kwa Facebook na WhatsApp. Anatafuta Facebook account ya DJ Afro Amigos aka Kemoda aweze kujoin nayo. Sasa Saiko alikuingilia. Saiko alikuingilia, cheki maneno. Akavua goggles, akavaria miwani. We. Manza kashindwa ni nini huyu mtu? Ninakuomba ukubali nihudumiwe pere yako. Manza kumuuliza hivi ndivyo mtu waga naomba kitu. Si mtu akiomba kitu anaombaka kwa upole. Hiyo wewe sio mpole. Sitaki kujua. Nataka kuhudumiwa mbele yako haraka. He? Hivi ndivyo unaomba? Okay, sawa, endelea. Hudumiwa mbele yangu. Ngoaje mimi nilifika hapa awali. Ni sawa? Hudumiwa mbele yangu basi. Okay, sawa, nimekubali. Asante. Asante sana. Asante sana. We, asante. We. Manza kashindwa. Hii ni hali tu ya kuomba. We, amekubali. Lakini Manza hakukubali juu anataka. Manza alikubali kwa sababu aliona huyu ni kama mtu asiye na kichwa timamu. Sasa ikabidi Dani ampeleke. Mwanzo nimekufahamisha basi huaga unaweza weka wacha pesa, unaweza weka vitu vingine muhimu. Sasa Saiko kuna vitu muhimu zake ambazo amehifadhi huko upande ndani na ndizo anataka kuchomoa. Na unaona kwa hilo bank ndio hawa majangili shasha wakiongozwa na Paul, AJ, Alice, Washington, Biggie, Tracy. Hichi ni kikosi cha kimagaidi. Tracy ndiye huyu ambaye ameshuka nywele design kama hiyo. Ni kikosi cha kimajangili sasa hapa basi dogo brother mpenzi mtazamaji. Kikosi cha kimagaidi wamekuja kuiba kwa hii bank. Na utaona kabisa binadamu hawanaga huruma mtazamaji. Hili bank linafungwa kwa sababu ya kuwa bankrupt. Limekosa pesa za kupatiana loan, za kujimaintain na kadhalika. Lakini wezi na wao ndio hawa wanakuja kuiba kwa lile banka. Ololo yaye. Na sasa banka halijawekwa ulinzi mkubwa kwa sababu limeshafungwa na watu walianza kutoa pesa zao kama wiki mbili zilizopita. Yani kwa wiki mbili hili bank limekuwa limefungwa. Watu wenye walikuwa wamehifadhi pesa zao wamekuwa tu wakikuja kutoa, mtu akipelekaka kwa bank lingine. Lakini kwa nini hili bank? Nipo nastukia hapa basi kikosi cha kimagaidi kimekuingilia shasha. Kikosi cha kimajangili kimekuingilia. Cheki. Wakakuingilia sasa kwa fujo stara kama hiyo. Wakapata hapa basi wale watu ambao walikuwa hapa, huyo akaficha kwa suruali akaweka simu. Kisha fasta manager ni huyu alihandwa. Shosho na yeye ndiye huyu. Majangili wamesha kuingilia kuro upande wa ndani. Kisha fasta hapa basi ni kucheki ni nani na nani ambaye kwa razo ni waizi. Speedy. Cheki wale watu wote ambao wame sign in. Maradadi majangili shasha. Wakacheki kasemekana kuna watu wawili wapatikani. Mhudumu na mteja mmoja. Mhudumu na mteja moja. Huku manager kadai chukueni kila kitu. Hii bank haina pesa hata nyinyi. Si mnajua hii bank ni gani? Si mnajua ni yenye ilifungwa kwa kukosa pesa. Mnatarajia kupata pesa wapi? Watu washachukua pesa zao for 2 weeks. Kwa wiki mbili watu wamekuwa wakija kuchukua pesa zao. Kwa hivyo hapa msitarajie kupata pesa zozote. Hatutaki hizo hadithi. Sisi sio wajinga. Bash. Akaanza kufungwa mikono sasa stara kama hiyo shasha. Akafungwa mikono stara kama hiyo. Na kuna watu wawili wapatikani. Mhudumu na mteja. Sema okay ya kerea morake ya mogethie.
Usijali, sisi hatuna ubaya na wewe shosho. Shosho anawaambia ibeni chenye mnaiba mwende haraka, si mimi nataka kwenda nyumbani kupika mokimo. Wewe na iko wapi simu? Iko wapi simu? Akadai simu nimewacha kwa gari, ilikuwa ina charge. Akafungwa. Yule mteja mwingine sasa. Yule manza tafuta na ile simu iko kwa suruali ameikalia. Simu iko kwa suruali manza ameikalia. Mimi sebebage dhimo na holera o. Dhimo na wachaga kwa nyumba. Mama akasema na yeye huyu shosho akadai hana simu. Mbona niambia mambo ya dhimo? Mimi siwezi ku WhatsApp na Facebook. Hizo mambo za Instagram. Instagram mimi ziweza nage nayo. Sasa shosho akadai yani yeye hana simu. Vile vile yule manza kadai simu yake aliwacha kwa gari lake. Sasa manager alihandwa. Kwanza Tracy alimwanda akamuuliza, where are the other two people? Tracy anamhanda. Tracy ni moja kati ya wale magaidi. Sasa wale watu wawili wanatafutwa ni huyu Psycho na Danny. Danny ni mhudumu hapa basi wa ile banka. Sasa Danny aligojea huyu jamaa atoe zile vitu ambazo ameweka hapa. Lakini Psycho akamwambia hapana. Itabidi uondoke kidogo juu chenye natoa hapa basi ni kitu ya siri. I've got it from here. I'm supposed to stay with you. Akaambiwa never. Nafaa kupoa na wewe. Possessions are very... Akamwambia hii hapa basi ni mambo yangu ya siri, so tafadhali. Please. Tafadhali ondoka. Lakini Danny alimwambia kulingana na sheria za bank, mimi lazima nikae hapa. Chenye unatoa utoe. Stay. Ai, akasikia mlio wa risasi. Nani alipiga risasi? Tracy. Tracy alipiga risasi juu. Sasa cheki Psycho amekujia nini? Macho. Tracy alihando na mbona unapiga risasi? Mbona huyu jamaa anakataa kusema pale wale watu wengine walipo. Sasa Tracy kupiga risasi juu, manager dai hao wengine hapa basi wako kwa store. Alright. Sasa mtazamaji, Psycho akona macho ndio hiyo. Ndiye alikuwa amehifadhi hapa. Macho. Na ukubali ukatae, uamini usiamini mtazamaji, haya ni macho ya binadamu. Amini usiamini, ukubali ukatae. Sasa naye Danny kurudi, where are you? Ako wapi mwenzako? Wewe ndiye tulikuwa tunatafuta. Sasa kumbe Danny ni brother yake Paul. Mpaka wakati ambapo Paul alimuona sasa alistuka, akasahau yeye ni mwizi, akavua mask. What are you doing here, Danny? What the fuck, man? What the fuck, man? Sasa na wale wezi wengine akina Tracy wakashindwa. Paul, unezaje vua mask? Akamwambia, this is my brother. You gotta be fucking kidding me. It's been a few years. Huyu ni brother yangu kwa jina la Danny. Tumekaa sana hatujaonana. Lakini Tracy akamuuliza, kwani wewe Paul kichwa yako ni mbaya? Unavua mask na hawa wote ni mawitness. Makamera zitakurekod. Wewe wachana na huyo shosho. Mimi nataka kwenda tu nyumbani. Nataka niende nyumbani. Unezaje vua mask? Picha zako zitatumwa na hizi ma CCTV. Lakini akadai msijali, CCTV za hii bank zilifungwa kitambo. The plan we're gone in 10 minutes. Everything's fucking screwed up. You took off your fucking mask! Your face is gonna be all over the 10 o'clock news! And then how long before they figure out who the fuck we are? They shut off the cameras last week. Yeah, they shut off the cameras last week. Manager kaulizwa akasema ni kweli tuliweza kukata zote makamera. Kisha na maana hapa basi bila shaka pale bank ilifungwa. Lakini Tracy alimwambia, you are making very big mistake. Mbona ufanye kitendo? Mbona uvue mask? Lakini Tracy akaambiwa hakuna makamera. Ni venye nimeona bradhangu nikafurahia. Mwanzo siku mingi zaidi hatujaonana na bradhangu. Hata hivyo akaambia magaidi, tunaendelea na mission. We got 10 minutes. Tuchukue chenye kilituleta hapa na tuchomoke. Lakini Tracy alikataa. Yani Tracy amekasirika yani. Tracy amekasirika. Huku mpaka Danny kasemekana afungwe. Na Tracy amekuja hapa basi ya kuwa rock expert. Yeye ndiye atafungua hapa basi pale ambapo wanataka kuchomoa. Mwanzo kuna bidhaa fulani ambazo wanataka kuchomoa. Huku Tracy akamwambia Ares, Paul anacheza na sisi. Tukipata chenye tunataka tunahepa na tunamuua. Mwanzo yeye ameweza kufungua sura yake. Kisha akamwambia, sikiza Paul, umetuonyesha hata mimi wacha nionekane. You fuck it up, Paul.
Sasa walianza kuretana juu. Cheki barino. Walianza kuretana juu. Kisha kasemekana sasa hapa basi manager na wale wateja wengine ambao walikuwa hapa ikiwemo yule Shosho, watu wachukuliwa wakafungwa kuru upande wa juu. Oh ye Shosho. Shosho na alikuwa anakuja kuchukua pesa zake. Sasa kimeumana. Huku naye hapa basi bila shaka pale Biggie alivua yake kama baya hala. Sikuwa baya. Wewe ndiye kiongozi wetu na unatuonesha kuvua mask. Turagi karana sio yake. Na mtu mmoja akishikwa sisi wote tumeshikwa. Biggie amekasirika. Vile vile Washington. Hata mimi nimetoa yangu. Hata mimi nimetoa yangu. Ile kitu nitafanya, tatafuta mawe mingi sana niweke kwa mfuko. Mtu akileta ujinga na wekelea mawe ya kichwa. Hata mimi nimetoa mask yangu. Yawa. Kwani iko nini? Kanungo amekasirika sana hapa basi Washington. Alright. Sasa kila mtu alipatiwa kazi yake. Wengine wakachunge hapa basi wale hostages, naye Tracy akachomwe hapa basi Kenya kimewaleta hapa. Hawawezi sio wajinga. Na hawawezi wakakuja kufanya wizi pahali ambapo wanajua banki ilifungwa na watu wakakujia pesa. Lakini kuna kitu moja wanajua hakijachomolewa hapa. Bidhaa ambayo inajulikana kama vile billboards. Billboards ambazo ziko worth 100 million US dollars. Wewe ndio umefanya mdozi wetu avue mask. Wacha kwa mohada na mimi siwezi kuikaradhi. Mimi siwezi kete shene mimi ni Shosho. Haya, Shosho akatafutiwa kiti ili aweze kuketi. Hey, adhade sana. Na hata ukisikia nimedhada dole doka maka mimi ni Shosho yenyu. Lakini Alice alikasirika. Alice akaanza kumwambia hapa basi jamaa wetu, wewe ndio umebranda kila kitu. Ati juu Paulo ni brother yako. Hatutaki kujua. Tukipata chenye tunataka, mimi na Tracy lazima tutaweza kuua kila mtu. Mwanzo, we leave no witness alive. Hatuwezi tukawacha witness hata moja akiwa uhai. Unasikia? Hata kama Paulo ni brother yako, sisi hatuwezi tukataka kujua. Tutaua kila mtu. What does that mean? What she means is you won't be leaving any witnesses. Yeah, she means she won't be leaving any witnesses. Lakini yeye akamwambia Alice, hatuwezi tukafanya hivyo. Paulo amesema tusiue mtu yoyote. Alice, hatuwezi tukaua mtu yoyote. Mdozi amesema tusiue mtu yoyote. Alice akamwambia sikiza, we are killing them. Na wacha hata watuone vizuri. Na tafuta sababu kubwa ya kuwaua. Happy? Umeona sura yangu sasa, umefurahia? Get the fuck down. Tunaua kila mtu. Hatuwezi ua kila mtu. Mission yetu ni kutafuta pesa, sio kuua. Akaambia acha nikwambie. Unaenda akeruta. Bati hautaua mtu yoyote. AJ, sasa huyu jina lake ni AJ. AJ akaambia tuue hawa watu. Wameona sura zetu. Let us kill them. Wakati huo Tracy na yeye ndio huyo. Tracy alifika hapa basi kwa store pale ambapo kunaweka kwa kila kitu. Na hapa ndipo kuna zile billboards ambazo zile billboards zinagharimu kama 100 million US dollars. Bash. Maridadi. Asante sana. Sasa akachukua master key na akaanza kufungua hapa basi bila shaka pale kila kitu, kisha akaweka headphone. Sasa yeye anasikiza tu muziki kwa masikio yake. Anasikiza muziki. Ala. Alright. Sasa plan zake Paul zinaenda proper. Kule upande wa nje akona mlinzi. Ndio huyu hapa basi mlinzi wake kule upande wa juu, na ni madawa za kulevya tu anatumia. Rick akakula upande wa nje tu hapa basi na madawa. Maridadi. Ashalala. Kisha wale wengine kila mtu kwenye position lake. Lakini sasa na yeye Tracy ako hapa basi bila shaka pale na nini? Tracy ako na earphone kwa masikio zake kiasi kwamba hasikii chochote. Tracy hasikii, mwanzo ako na earphone. Tracy ako na earphone. Wow. Alright. Hatimaye basi na Washington mwenyewe ndio huyo, waliendelea kubonga. Na ilikuwa wanafaa kupolea kwa muda wa dakika 10. Wapata zile billboards na waondoke. It's an operation calculated 10 minutes move. Akipigiwa simu hashiki, akona headphone. Alala. Nianze kazi? Not yet.
Biggie akaambiwa goja. Mwanzo Biggie ndiye anatengeneza njia pahali watapita. Biggie ndiye anatengeneza njia pahali watapita. Alice na yeye ndiye huyo. Anauliza hizi dakika 10 zitaisha saa ngapi? Mwanzo ile nimekishafahamisha basi hii operation wao wanadai it is 10 minutes operation. Ni operation dakika 10. Wao wamechomoka ara zenyewe hizi. Shosho akaanza kumwambia hapa basi manze, mbona unaongea tabia mbaya namna hiyo? Listen, you may be gangster. Unaweza kuwa wewe ni moisi. You can show some common decency. Yeah, lakini jaribu kukuwa mtu anaongea vizuri. Manze kakasirika kadai kwanza sana nataka kuvuta bangi. Sorry. Pole Shosho, pole. Kwenda kuvuta bangi? Hapana, msivurute bangi nikiwa hapa. Mimi ni nyanya yenyu, kuwa na heshima. Kuwa na heshima. Usivurute bangi nikiwa hapa. Usivurute bangi. Tafadhali usivurute bangi. Haya, Manze akaamua kuvuta bangi, hataki kujua. Manze aliamua kuvuruta bangi, lakini akaambiwa na eje wavurutie bangi kuro upande wa nje. Wololo yaye. Manze ako na simu. Na kwa hivyo akamwambia hapa basi, Dani, chukua hiyo simu uweze kutuma message. Chukua hiyo simu uweze kutuma message. Hapa basi bila shaka pale chap. We manager nyamaza. Tika guo ya. Kai, natukukutwa. Hawa watu wameamua kutuua. So, watupate wasitupate, whatever happens, mission yao ni kutuua. Kwa hivyo, wewe hufai kushtuka. Faster Dani akatumia wanapolisi akawaambia hapa kuna robbery. Walikuwa hapa Shosho, manager, Dani na manze fulani. Hawakumaliza kuvuta bangi kurudi. Wakasense kitu. Manager kwanza anaogopa, anakojoa na masikio. Manager juu ya kuogopa. Ilo hakuna watu wanakuwaga na uoga kama manager. Hapa duniani wacha niwaambie watazamaji, hakuna watu wanakuwaga waoga kama managers. Kaangaliwa ni nini? Mbona huyu anakojoa na masikio? Ni uoga. Uoga, kwani Saidi ameanza kuhisi uoga. Imagine unasikia uoga mpaka unakojoa na masikio. Unanyaba na mapua, unatoa freno. Sasa hiyo ni mapua. Mtu akisikiza anasikia ni unyambo. Naona? Alright. Sawa basi. Ndiye huyu naye mwanapolisi kwa jina la Detective Pascal. Pascal ni mwanapolisi. Na Pascal mwenyewe ndio huyo. Pascal ni mwanapolisi na mwenyewe hapa basi arasha kapara ndio huyo Pascal sasa. Alikuwa kwenye ziana zake. Akipita kwenye ziana zake akapata hapa basi kuna ka candy shop. Akaamua kununua kitu ya kusosi. Na hapo ndipo sasa mawasiliano yaliweza kumfikia Pascal. Habari kafika kwamba na kuwaiti anahitajika hapa basi bila shaka pale kwenda kucheki ni nini kinaendelea. Mwanzo kuna mtu amepiga 911 akasema hapa basi kwa bank ambalo lilifungwa kuna robbery. Lakini hata Pascal aliuliza, bank ambalo lilifungwa na ambalo laaminika na linajulikana halina pesa, kutakuwaje na wezi pari ambapo hata pesa hakuna? Lakini akafahamishwa kutoka headquarter kwamba na kweti lazima akacheki. Haisuru Detective Pascal, orders are orders. Na sasa orders zipo, aende akacheki ni nini ambacho kinaendelea. Kwa hivyo hakupoteza wakati hapa basi bila shaka para manzo wetu Pascal. Na kwa hivyo chenye aliweza kufanya basi ni kuchomoka mpaka chenye alikuwa ameagiza akawacha. Pascal alichomoka kuelekea kwa lile bank kuja kucheki ni nini haswa kinafanya alarm iweze kulia. Tracy na yeye asante sana akafungua na akachomwa zile billboards. Billboards ndizo hizo sasa. Billboards zinagharimu 100 million US dollars. Hizo ni pesa mingi sana basi ukiambu ubebe pengine ubebe na lori. Zile billboards. Akazichukua stara kama hiyo hapa basi manzo wetu Tracy. Kisha kuzichukua akapiga mawasiliano na akadai kila kitu iko seti sasa wanaweza wakachomoka. Tracy, hicho ndicho kitu walikuwa wanataka. Akapiga simu. About fucking time. Fuck you too. Elewa ni wezi hivi ndivyo waga wanaongea. Hivi ndivyo wanaongeaga manake ni wana. Lakini Tracy kuja kuchomoka akasikia kaka ka. Tibia. Hiyo sio panya. Na mulundo upande wa ndani kuna giza. Kumbe alikuja akapata ni wakati huyo mzee anamaliza kuchukua zile vitu zake. Mzee akamwambia mimi sina ubaya na nyinyi.
na sina ubaya na mtu. Mimi naitagwa Psycho. Na tafadhali wacha nichomoke. Paul, I found our missing civilian. Okay, I'm on my way. Copy that. You're not going to tie me up, are you? No. We're gonna do this my way. No witnesses. You could just let me go home. I have what I need. Yeah, what's in there? Just some personal items. Nothing of value to you. I'll be the judge of that. Nataka kuona ni nini ambacho uko nacho. Wacha manzi achungulie. Aone ni macho ya binadamu. Ngai. What the fuck? Kidogo. Manzi akaanzwa. Upande wa nje nako Pascal akafika. Yule mwanapolisi alifika. Asante sana. Na akaongezewa wanapolisi wawili. Iliwa sababu ya venye hakukuja wanapolisi wengi ni kwa sababu basi hii banki inajulikana ilifungwa. Na kama iko na pesa ni pesa kidogo sana hata kuliko ya M-Pesa. Alright. Rick naye akapiga mwashiriano. Akadai kuna polisi. Wakati ambapo Paul alikuwa anaenda kumcheki Tracy, akapigwa simu akaambiwa nje kumekuja wanapolisi. Kwa hivyo hakuenda kumcheki Tracy. Na Tracy naye ako hatarini mbele wako na ule Psycho mwenye tuliona basi amebeba macho. Ala Tracy. Sasa ni kitanze baina ya Psycho na Tracy. Psycho chukua dondi ingine na ingine. Alisukumua dondi 3 kuchumurua dondi 3, akatoa kisu akaanza kumdunga Tracy. Psycho akaanza kumdunga Tracy na akaweka simu kando. Kitanzi bado. Salala. Paul sasa haendi kumsaidia Tracy. Kisha na maana upande wa nje hapa basi bila shaka pale kuna wanapolisi. Sasa lazima kwanza ajue venye tadiri na wale wanapolisi. Salala. Kila mtu akachukua position. Kisha fast akaweka bunduki kando akakaa kama mtu wa banka. Fast akachoma zile hand gloves disini kama hiyo. Na yeye Tracy anadunga. Cheki. Yule Psycho anamdunga stara kama hiyo. Cheki venye Tracy hapa basi amevunja damu. Kisha akaanza kumwambia mimi nataka macho. Ati macho. Wewe kwani ni binadamu aina gani? Lakini akamwambia live and direct yeye anataka macho. Chomoko upande wa nje. I'm Detective Pascal of the LAPD. Mimi naitwa Pascal, mimi ni RAPD, yani Los Angeles Police Department. Tumesikia hapa kuna fujo na wizi. Ati fujo? Who might you be? Wewe ni nani? Manager. Mimi ndiye assistant manager na tulifunga bank. Sasa kuna mambo ya siri tunafanya ya bank. So hapa hakuna mwizi anaweza kuja. The fucking Windows killer. Hajatoa safety pin. Jesus. Hajatoa safety pin. Anavuruta trigger na bado hajachomoa safety pin. Kisha anadungwa. Jamaa amejaza visu kwa mikono. Oye Tracy. Tracy alidungwa. You never took a look around? Tunaweza ingia mko na warrant. Policy, sorry. Kwa hivyo kama hamuna warrant, hatujui kama nyinyi ni wezi, so hamwezi ingia. Hamwezi ingia kwa sababu hamuna warrant ya kusearch na ni sheria za bank. Wanapolisi hawezi ingia hivi hata kama kuna kitu ya kuibiwa, bado sisi tunafuata sheria. Na umesema wewe ni assistant manager? Ndio, mimi ndiye assistant manager. Umekuwa hapa siku mingi. Sana. Mimi ndiye nimekuwa assistant manager wa hii bank kwa kitu kama miaka 5. Miaka 5 acha nibebe picha yako tukachunguze. Hayo. Okay, asante. Acha tukafanya huo uchunguzi. Alright. Shit. Sasa Paul aliona mambo sio mazuri, mwanzo picha yake imechukuliwa. Na yeye Tracy venye ameonyeshwa maskini wa Mungu. Na Psycho ni Psycho. Ni muuaji. Yeye chenye anapenda sana ni macho. Yeye ni mugethi wa macho za watu. Maskini amedungwa. Tracy amedungwa mikono, amedungwa miguu. Sasa hapa basi anavunja damu sana. Jaribu kupigana lakini wapi? Anajaribu kufight back lakini wapi? Maskini amedungwa. Oye, mwili inavunja damu kiasi kwamba hapa basi inaisha nguvu. Mwili inaisha nguvu kwa sababu ya venye ambavyo inavunja damu. Oye yai, wololo yaye. Sasa wakati wanapolisi wanachomoka, waliona truck ya white. Yani gari la white kuro pande wa nje. Akaona hapana.
lazima kuna kitu kisicho cha kawaida raizi. Lazima kuna kitu kisicho cha kawaida raizi. Wakaamua kuja kuuliza ni nini ambacho kinaendelea hapa. Unaona? Wakaamua kuja kuuliza ni nini ambacho kinaendelea raizi. We. How you doing? Vipi? You missed a spot. Nini hiyo? Get out of the van. Get out of the van. Mnaweza koja kwanza niweza nifanya maombi. Maombi gani? Toka. Paul akaona sasa kumedhuka. Paul akacheki akaona sasa manze kumedhuka shasha. Paul alicheki akaona sasa tikuseu. Manze naye jaribu kuchukua bunduki. Na bado hajaweka safety on. Let me help you. Saiko akamwambia chukua bunduki. Shoot. Manza kachukua bunduki. Kushoot. Bado safety iko off. Akaamua acha nikuwekee safety on. Tuone kama utaweza kunipima. Now try. Kujaribu kushoot. Alipiga marisasi. Ovyo. Aya. Salala. Hawa wakajua tikuseu. Wanapolisi wakasikia mlio wa marisasi. Naye Rick akatoka nyawi. Higurai! Wasa nifungulieni! Wadhokole mwe! Wakakuja wakamfungulia. Paul akakuja akamfungulia hapa basi bila shaka pale Rick. Paul akafungulia Rick. Lakini Rick kufika hapa, alicheki akaona bunduki lake limeonekana. Akaamua kuwashambulia wanapolisi. Kwenda kushambulia, yeye mwenyewe akapigwa risasi mwanzo mkono wake ulikuwa nyuma. Pigwa risasi 2. Pigwa risasi 2 stara kama hiyo. Akawekwa chini. Sasa wale majangili wengine ikabidi waende kumsaidia hapa basi bila shaka pale Rick. Sasa ikawa ni open fire shasha. Ikawa ni open fire. Cheki. Hapa ikawa ni open fire shasha. Walalalalalalala. Kitanzi baina ya magaidi na wanapolisi. Kitanzi baina ya magaidi na wanapolisi. Walalalala. Ashalala. Wololo yaye. Mashambulizi makali zaidi sasa. Mashambulizi makali. Kisha wakachukua hapa basi Rick na kumuingiza kuropando ndani. Chukua Rick na kumuingiza hapa basi bila shaka para kuropando ndani. Alala. Ashalala. Stop shooting. Pascal waambia gojeni kwanza. Huenda kuna mahostages kuropando ndani na hawa watu wanaweza fanya mauaji. Kwa hivyo wacha niitishe kikosi cha wanapolisi kwa wingi zaidi. Wana RAPD wakaamua kuja hapa basi kwa wingi zaidi. Huku na Eric ndiye huyo sasa hapa basi wenzake hawaamini kuona venye ambavyo ameweza kuumia na kadhalika. Wenzake hawaamini. Alala yaye. Ashalala. Wampatie huduma la kwanza. Paul hakuwa anataka hivi. Paul alikuwa anataka waingie, wachukue zile billboards na wachomoke. Sasa ndiye huyu rafiki yake wa kiti cha kwanza kabisa hapa basi bila shaka para kwa jina la Rick. Ako hari mahututi. Rick yuko hari mahututi. Woye. Watafanya nini? Rick yuko hari mahututi. Ares hajui hapa basi bila shaka para nini happen kwa Tracy. Wanapolisi wameshajua hapa kuna wezi. Na wanapolisi wengine wengi wameitwa makosa. Bas. Sasa Biggie alitumwa aende akatengeneza njia pahali hapa basi wataweza kupita. Biggie alitumwa akatengeneza njia pahali ambapo watapita wakihepa. Mbele lazima waweze kuhepa the hell out of here. Na waweze wakapita upande wa mbele kuna wanapolisi. Huku na yeye ndiye huyo Rick kwa hali mahututi. Sasa Rick ndiye huyo ni kudedi na dedi. Tracy naye ndiye huyo amemalizwa. Mission yao imeanza kuwa fail. Kisha yule psycho ni wazimu akikuua anachimbua macho anangoa. Anabeba. Your whole body will be full of light. Yeah. Macho ndio dirisha ya uhai. Sasa lazima nitoe macho yako ili uhai upate pale pazuri ya kupitia. Uhai wako utapita kwa dirisha. Dirisha ni macho. Akamngoa macho. Maskini Tracy akangolewa macho. Hadi unakuambiaga mtazamaji hii mambo ya kuabua kuja tuende tukafanya robbery. Wachana nayo. Wachana nayo. Heri kuuza sukuma wiki kwa soko. Heri kuwa hoka ukibizanaga na Kaju. Heri kuendaga kazi ya NYS.
heri kuwa mkulima, heri kazi zingine zote, lakini kuambiwa kuja tukafanya robbery, utajipata kama Tracy hauna macho, mtazamaji. Sort this shit out. Wololo yaye. Sasa alitumwa atengeneze njia pahali ambapo wataweza kuhepa. Biggie ndiye aliweza kutumwa katengeneze njia. Mwanzo hapa ndipo ambapo kuna kuwaga na elevator ya kuhepa. Kila bank inakuwaga na escape plan. Kidogo alipatana hapa basi na akina Alice. Tungekura gogo, tungekuwa vibaya sana huyo AJ na Alice. Lakini wakaambiwa wacheni mchezo, ni kubaya sana. Rick amepigwa marisasi, yuko hali mahututi. Wana polisi wameshajua tuko hapa. Tracy hajulikani yako wapi, hajibu simu. Fucking Danny. Watafanya nini? Alice akaambiwa tunahitaji mahostages wote wakiwa uhai. Mwanzo sasa wao ndio tu tunaweza watumia kama escape plan C. Hao ndio escape plan C. Kwa hivyo mahostages wote muwaweke wakiwa uhai. Ile plan mlikuwa nayo ya kuwaua msiwaue. We need them. Wao huenda tu ndio wanaweza tusaidia kuchomoka ara zenye waizi. Ala, basi ikawa ndivyo hivyo. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, huyu Biggie ni aweze kutengeneza njia ambao wataweza kutumia wakihepa, na kadhalika bishi naye Ares waweze kuwekea ulinzi wale wa mahostages wasije wakahepa. Pascal naye akokuro pande wa nje anagojea backup. Pascal akokuro pande wa nje anagojea backup. Would you guys have like a death wish or something? Olala yaye. Force weren't afraid to use them. They're probably more inside. Not to mention an unknown number of hostages. God, what did they teach you about hostage situations at the academy? Deploy over. Huko wana polisi wa kawaida wanaambiwa lazima muweze kujua mambo ya hostage situation. Kulo pande wa ndani kuna mahostages, na kwa hivyo hatuwezi tukaingia tu na fujo tukao tumeshambulia, hapana. Hawa magaidi hatujui plani yao na nia yao ni nini. Huenda wakavamia mahostages na wawamalize. Kwa hivyo wacha tugojee backup kitambo tujue hawa magaidi haswa wanataka nini. Kisha fasta akachukua nini? Kisha fasta hapa basi bila shaka pale akachukua ile hapa basi bila shaka pale picha ya jamaa wetu. Kuchukua picha ya jamaa wetu fasta hapa basi akaituma kwa headquarters. Achunguzwe ni nani? Paul achunguzwe yeye mwenyewe ndiye nani? Anataka Paul achunguzwe kujulikana Paul mwenyewe ndiye nani na Paul anafanyaga nini na ametoka wapi. Hicho ndicho kitu ambacho anataka. Kwa hivyo fasta Paul akaanza kuchunguzwa kwenye mitambo ya kompyuta. Sasa Biggie na yeye ndiye huyu. Hapa ndipo kuna elevator, lakini elevator yenyewe inakuwaga imefungiwa. Mbele inakuwaga escape plan ya banka. Alichukua gadhanwa, idhanwa. Afungue pahali ambapo ile elevator ilipo, ndivyo waweze kupita. Santa why ai salala akapasua stara kama hiyo. Paulo na yeye ndiye huyu. Paul amekuja kumcheki Tracy, kucheki Tracy. Alipata Tracy ameuawa na amengolewa macho na akaachwa amevarishwa mask. Billboards hazijaenda. Kwa hivyo ni kumaanisha huyu sio mtu ambaye anajua, sio mwizi wa kawaida. Huyu ni muuaji wa kuua ili afurahie akifanya mauaji. Tracy macho imengolewa, makosa. Tracy macho imeenda. Wololo yaye. Kwa hivyo akapigia kila mtu mawasiliano akamwambia kuna mtu ambaye anangoa watu macho. Tema hizo. Tukava mtu akwejederuwe. Maidho wake twarako. Wakaambiwa ni kweli. We, hebu niambie mambo ukweli. Kuna mtu anangoa watu macho. Kwa hivyo mkae chonjo. Ego koiguru. Alice. Mtu anaweza ulizwa anataka kutolewa nini? Mimi naweza mwambia ningoe meno. Mimi sijui. Okay, pengine anaweza hata kusema bebe nywele yako, hata hili niwe kiparangoto. Akaamua hapa sio mambo na kiparangoto. Ile kitu iko kuna jangili. Na hatuwezi tukajaribu kungangana kumtafuta. Ile kitu tutafanya, escape plan ikipatikana tunahepa. Jua nang'oa watu macho. Alice anashindwa.
hii macho anang'oa ya nini? Ama anafikiria macho ni bano. Sasa wanajaribu kuimagine macho anaweza kuwa aking'oa ya nini? Anaweza kuwa anafikiria macho ni bano akacheza nayo. Ama ni ya nini? Hiyo wanashtuka sana. Huku Bigi anaambiwa ng'ang'ana manze. Ng'ang'ana sana, ng'ang'ana juu chini. Mbele hapa basi bila shaka pale kuna muuaji na ukae chonjo. Mbele kuna mtu mwingine anatuwinda huko pando ndani. Kuna mtu ambaye anatuwinda huko pando ndani, itabidi uweze kukaa chonjo. Maidho. Hii shoka sitaweka kando. Paul akahakikisha ameambia kila mtu. Kisha akachukua zile billboards na akachomoka. Ale si vitu. Modetana, mimi nadhikia gosusu. Wewe naambia nataka kwenda gosusu saa hii. Mimi nataka gosusu saa hii. Mimi ni soso na lazima ni soso. Nyinyi wacheni huyu shosho bana aende ajisaidie. Namna gani? Enye hata heje ya kadai huyu ni mnyanya na kwa hivyo hatufai kumtesa. Okay, Alisa akamwambia ni sawa sawa, amuka. Oi, na venye nimejethekera. Venye nimezeeka. Na hawa wasisana wananifereka fio fio. Wananipeleka bio bio. Oh ye shosho. Ndio unasikiaga ukiwa shosho unafaa pahali kwingine unatumana. Tabu. Sasa billboards zilifika. Washington na Paul hawakutarajia kuwe na vifo za watu. Na watu kama vile Tracy walikuwa wamebebwa wakiwa rock expert. Kila mtu alikuwa na mission yake. Lakini mama senare hapa ni watu kama vile hapa basi bila shaka pale Washington wakiwa na Paul. Na Paul alikuja kumwambia Washington, wacha nikuambie ukweli. Mimi I am a former Navy SEAL. Mimi ni mwanajeshi wa kikosi cha Navy SEAL. Nilikuwa nafanya Navy SEAL wakati wa zamani. Na tulikuwa naye brothangu alikuwa kwenye kikosi cha Rangers. Wakati moja tuliingia kule upande wa Afghanistan tukiwa pamoja. Tuliingia Afghanistan tukiwa pamoja na brothangu kwenye mission. Wanajeshi wengi sana wakakufa kwenye ile mission. Wakati turudi nyumbani tukawacha kazi. Kuacha kazi, malipo yenye wanajeshi wanalipagwa hatukupatiwa. Na ndio brothangu akatafuta kazi ya bank na mimi nikaamua kuwa nafanya mission na makatels. Shosho da akaamua ingia jisaidie. Okay, na ujue mimi ninakaaga kwa dho. Nikiingia show mimi huaga na kaka. Nikiingia show na kaaga sana. Kwa hivyo usiniharakishe. Shosho akaingia pale msalani. Hakika amedai yeye akiingia msalani waga kweli anapenda kuchukua muda mrefu pale msalani. Ala, wakati huo na jamaa wetu Paul anamhadithia Washington story kuhusu venye walichomoka kwa upande wa Afghanistan in a failed mission. Kuna watu waliweza kufuck up, yani kwenye mission wakafail. Kiasi kwamba hata kufika nyumbani venye watu waga hapa basi wanakaribishwa, mnalipwa pesa na kadhalika, wao hawakuweza kulipwa chochote. Mwanzo mission yote yenye walienda, wanajeshi wengi sana waliweza kukufa na mission yao ikawa ni fail. Jambo na ambalo lilifanya hapa basi bila shaka pale sasa hawakulipwa chochote. Kwa hivyo Paul akafahamisha Washington kuwa hapa basi yeye hakufurahishwa na kikosi cha wanajeshi. Lakini baada basi ya kukosa venye ambavyo anaweza fanya, baada ya kukosa hapa basi pesa, yeye aliamua kuwa akifanyia makatel kazi. Aliamua kuwa akifanyia makatel kazi na kadhalika. Ala, mbali na hivyo hapa basi naye brother yake akakuja kutafuta kazi kwa banka. Amekuwa akifanya kazi kwa banka. Na wamekaa miaka mingi sana kabla ya kuonana. Wamekaa miaka mingi sana hapa basi kabla wajaonana. Wamekaa miaka mingi zaidi kabla ya kuonana. Alright. Sasa na yeye shosho alikaa msalani akakaa. Manza kuja kumcheki Alice. Kuja kumcheki Aristukia nini? Shosho ndio huyo. Kufungua mlango. Shosho toka. Ameshauawa na macho ikaenda. Makosa. Shosho ameshauawa na macho ikaenda. Nani huyo? Psycho. Makosa. Sasa Manza akaweka bunduki standby.
amehisi hali ya hatari sasa. Amesensa danger. Soso amesensa danger tayari. Chunga. Yani Soso ameshauawa, Alice ana sense danger. Already. Soso ameshauawa. Sai kwako wapi? Chunga sana Alice. Vaati kuseu. Kidogo. Yay! Alipatana na yule jengiri shasha. Alipatana na Psycho. Mupenda macho. Mungoa macho. Kemoda. Akaanza kumdunga. Cheki. Kumdunga na visu. Kumdunga visu nyingi. Ai. Aris. Kudungwa visu. Hadi kumalizwa. Alice na yeye kwisha maneno. AJ Nukuona na kukorwa maitha we. Shida hapo kitu hada. Nakoni ukira we. Utaona venye macho yako itaenda tukiangalia tu hapa. Mangai wewe ni ukira we. Utanyamaza nani? Ni mimi nakwambia tu macho yako itaenda tu tukiwa tu hapa. Utaona tu venye macho yako itaenda. Wakati huo wana LAPD, Los Angeles Police Department, walikuingilia hapa basi rasha kapara kwa wingi zaidi. Wana LAPD shasha walikuingilia kwa wingi zaidi. Wana Los Angeles Police Department waliweza kukuingilia kwa wingi zaidi. Shalala wololo yaye cheki maneno wana LAPD walikuingilia hapa basi rasha kapara kwa wingi zaidi. Wana LAPD sasa Paul wakiwa na Washington wakikula story. Wana polisi zaidi ya 1000 hapa basi wa kikosi cha LAPD. Kwanza na mdozi wa area wa LAPD. Walikuingilia kwa fujo zaidi. Wote wakachukua position. Wana LAPD wote walikuingilia na kukuchukulia hapa basi bila shaka pana position star kama hiyo. There is not go now. Paul. Biggie. About done here, machinery's now. Akadai hapa basi I'm not yet down. Bado sijafungulia hii elevator. Escape plan bado haijapatikana. Pascal naye ndio alikuja kubonga na wanapolisi. Nasikia iko kitu gani hapa sijui ati tumegoragora tuko hapa tunajaribu kuiba kitu hakuna. Mwanza kumwambia kuna ma hostages, sijui tutafanya namna gani. Sasa kama wako na ma hostages, sikuje tu na kombora turushe hapo ndani. Hii mambo ya kuingia ndani, kwanza mimi kuingia ndani pahali magaidi wako, hiyo ni kitu sitakagi. Na already nasikia njaa. Madamu naweza kuwa umebeba kitu ya kukula hivi kama mandizi? Hapana sijabeba. Na sasa hii watu unaona namna gani? Washington. AJ ndio huyu. AJ naulizo Alice ako wapi? Sijui. Sijui kama naye amenyang'anywa macho koza amekaa sana. Naogopa macho, nahurumia macho yangu. Shit. Sasa Paul akashindwa ni nini? Hebu kujeni msikie. Sasa kumbe waliweza hapa basi kuhack mawasiliano baina ya magaidi wakiongea wenyewe kwa wenyewe. Wakapata habari kuhusu kuna mtu anawang'oa macho. Okay. Okay, AJ, sit tight. We're getting out of here. We'll find out after, okay? Sit tight. We're being picked off like flies here. We gotta do something. Like what? There are 4 of us and 1 of him. We've got automatic weapons. He's got a fucking knife. Huyu mtu tu ako na macho. Sasa wanapolisi wakapata habari, majangili kuna mtu anawasumbua, anawang'oa macho. Kuna mtu anang'oa magaidi macho. Abando umesikia hiyo kitu? Kungolewa macho. Halafu niambia ati mimi ni mjinga nitoke hapa, niende niingie huko ndani na nasikia kuna magaidi na kuna mng'oa macho. Hiyo ni kitu siwezi fanya. Siwezi nikakubali kwenda kungolewa macho, wacha nikae tu hapa tu. Tuchungulie penye huko wangolewa macho, halafu wakimaliza kungolewa macho sisi tutaingia ndani. Sasa naye Paul aliamua kubonga na wanapolisi. Na akachomoka. Zinaona hii mtu mpaka imetoroka imekuja kuongea na sisi. Hivi ndivyo kazi inafanyagwa. Sio mambo ya kuingia ati huko ndani unajifanya tunaenda kukuba. Ukume ungolewa macho. Hebu ende kuongea na hii mtu. Siwe ndiye mwanaume. Hakuna. Enda iongee na hii mtu. Kuna afisa mwingine alienda kuongea na mgora namna hiyo akakuba. Kwa hivyo wewe ndiye mwanamke. Haya, jamaa wetu alikuja kadai mimi I am armed. Na manze ashachunguza story kuhusu huyu jamaa. Alimwambia come on, I know you.
tuko na mahostages. Kwa hivyo msijaribu kunishambulia, mkinishambulia tuko na mahostages wengi sana, tutawaua. Lakini Manzi akamuuliza, you served in the Afghanistan. You are a former US Navy SEAL. Unawezaje geuka kuwa gaidi? Watu kama wewe ndio mnafaa kuwa mkionyesha raia venye maisha inakuaga. Lakini itakuwaje mtu kama wewe ndio sasa umekuja sasa umeanza kutusumbua? Kwa nini? Why do this, man? A former US Navy SEAL. Utakuwaje mwizi? Nimepata habari mbako ulikuwa Afghanistan. Wewe ni moja kati ya watu ambao waliingia Afghanistan, mkuu kwenye mission, wenzenyu wote mkakufa. Mwanza kamwambia hata bwanangu alikuwa moja kati ya watu wenye walifail. Na bwanangu alikufia kule upande wa Afghanistan. My husband died kwenye hiyo mission yenu. Na wewe ulitoka ukiwa uhai. My husband alikufa. He didn't come back. He didn't come back? Alikufia huko Afghanistan. Bwanangu. Sasa swali langu ni je, wewe sio raia ama mwizi tu wa kawaida? Umeenda Afghanistan na ukarudi ukiwa uhai. Watu wengi zaidi waliweza kukufa. Kwa nini sasa tena ukuje kutusumbua kuwa mwizi? A soldier. Kwa nini? Alimwambia, sikiza, mimi sikuwa na haja ya kuua mtu, but sasa mtaweza nifanya niue mtu. Kwa hivyo kama polisi ambaye anaongea na mwanajeshi, nataka niletee daktari na school bus. Sitaki mtu yote akufe. Hiyo tu. Msimuua. Anataka daktari na school bus. Shit, wameshajua kila kitu kunihusu. Nenyo jamaa wetu hataki mtu yote akufe. Ili wako na ile haba basi usoja ndani yake. Bigi akawaambia kila kitu iko sawa. Bash, tunaweza chomoka sasa. Tunaweza tukachomoka shasha. Lakini tunahitaji Rick aende hospitalini. Lazima tuchore mishoni. Wakituletea daktari, tuwapatie hostage moja na Rick akiwa kama moja kati ya wale ambao ni mahostages. Bash. Hawana polisi nao walichapa raundi wakadai kuna dirisha iko hapa. Iwapo magaidi watawasumbua sana wanapolisi, wanaweza tumia ile dirisha. Wanapolisi wanaweza tumia ile dirisha kuingia kule upande ndani. Kwa hivyo lile dirisha watakaa hapa basi karibu na lile dirisha stara kama hiyo. AJ! Ala, AJ namna gani? Leta ma hostages. Wewe unabaki hapa. Najua wewe ni brother yake Paul. Nataka ubaki hapa. I know everything about you. You are US Ranger. You are in Afghanistan. You are ready to come back alive. Najua story yote kukuhusu. You are not just an ordinary banker. Wewe sio mtu wa bank tu wa kawaida. You have some military training. Ninajua hivyo. Kwa hivyo, staki hiyo hadithi. Unakaa kama hostage but wewe sio hostage. Ujue hivyo. I know you and I know your brother. Kwa hivyo, usijaribu kuleta ujeshi. Najua wewe ni ranger. Usijaribu kuleta ujeshi. Sasa ina kitu unaweza niambia ati niingie huko ndani? Okay. Wewe ndio utafikiria. Hiyo mambo ya kuingia ndani hiyo ni mimi nilikataa. Hebu tupigie SWAT. Lakini kidogo hivi. Cheki maneno. Kuliweza kukuingilia hapa basi kikosi fulani. Wao walikuwa nadhani ni SWAT, yani special weapons and tactics. Lakini kulikuingilia kikosi kingine. Cheki. Kikosi cha watu wadedri zaidi hapa basi bila shaka pale kiliweza kukuingilia ora zenyewe hizi. Tazama basi ndugu brother mpenzi mtazamaji, kikiongozwa na Sancrea. Sancrea aliweza kukuingilia. Wakuwa heavily armed. Walikuja kaulizwa who are you? You are not SWAT. Kusalimiwa hata wasalimiki. Tulikuwa tunadhani ni SWAT watakuja. Lakini wakawaambia nyinyi wanapolisi mkishindwa na mission mnaitaga SWAT, lakini SWAT wakishindwa wanaitaga sisi. SWAT protocol. We're not SWAT. We are not SWAT. Who are you then? Detective. God. DOD? What the hell happened to SWAT? What happened to SWAT? Wakaambiwa namna gani? When you get into trouble, who do you think SWAT calls? Who do you think SWAT calls? Yani, nyinyi wanapolisi mkishindwa na mission, mnaitaga hapa basi bila shaka pale SWAT.
Huyu jamani mwanajeshi. Na kwa hivyo nyinyi wana polisi hamwezi mkadili na yeye. Tumepata hiyo habari. We are DOD, Department of Defense. We are militaries. Sisi ndio watu ambao tunaitagwa na wanaswat. Wanaswat wakishindwa na mission wanaitagwa wanajeshi. Sisi ni wanajeshi na tumefika kwenye operation. Tunataka polisi watu wakae kando, sisi tunaingia kwenye mission, tunatafuta huyu mwanajeshi, tunamkamata na tunamshika akiwa dead or alive. We are Department of Defense. We are Special Forces. We are deadly than SWAT. Na hivi tutangamanya. Hatutaki kujua venye mnafikiria, hatutaki kujua venye mnataka, hatutaki kujua venye mnakuwa mkifanya. We are here to accomplish the mission in a military way, not in a police way. We are not under any command. We will do it in a defensive way. Anyway. Sasa walistuka. Wana LPD walistuka. Yeah, about that. But sasa mtaingia ndani peke yenu. Yaani nataka kusema sasa nyinyi mtaingia ndani peke yenu alafu mguje. Hivi ndio tulikuwa tunataka. Tunasikia mwenyaka huko ndani ni jeshi, hatutaki hiyo mchezo. Bas, fasta moja kati ya wale wana DOD akavalia hapa basi bila shaka pale kama daktari. Najua Paulo alikuwa amesema apelekwe daktari. Sasa moja kati ya wale wanajeshi aende kulo pando ndani. Alikuwa amejifanya hapa basi bila shaka pale daktari. Mwanzo Paulo alikuwa amesema daktari akikuja, Paul alikuwa amedai daktari akikuja atawachilia hostages kadha wa kadha. Kwa hivyo moja kati ya wale wanajeshi ajifanya hapa basi bila shaka pale daktari, na kisha ionekane kama Paul ataweza kuachilia mahostages kadha wa kadha. Hapa basi hawa wanajeshi watoki mchezo, wanadai wao wako kwenye kikosi cha DOD, yani Department of Defense. Sancrea hapa basi ndiye anaongoza kile kikosi, na alidai hapa basi hataki kusumbuliwa na wanapolisi. Lakini kama utafanya hivi, mtabeba moja kati ya maagents wetu ili tukifika kwa ofisi tuwe na kitu ya kuripoti. Manza kambo ni sawa. You wanna come with us? Then varia bulletproof. Varia bulletproof kutoka ya shingo kwenda hivi kila pahali, varia bulletproof. Mwanzo sisi hatujuagi kurudi nyuma, hatujui kubembeleza, sisi ni kuingia kufanya mission na kuaccomplish. We are Departments of Defense. We are dangerous than SWAT. Sisi ni wadedri. Sasa hapa basi bila shaka pale hawa wanagojea mahostages wameletwa hapa ili kukiingia daktari. Mtazamaji, nataka ushike vizuri zaidi. Plani ya Paul ni kuokoa Rick. Wanapolisi wakileta daktari, Paul ajifanye amewachilia mahostages. Lakini wale mahostages atawachilia, ama wale watu atawachilia ni ikiwemo Rick. Hiyo ndio plani yake. Hiyo ndio plani yenye ako nayo shasha. Hiyo ndio plan ambaye ako nayo. Cheki maneno. Na hivi ndivyo anaweza kufanya. Cheki. Mwanzo aliambiwa ujue hapa sisi hatunaka kurudi nyuma. Ni kuchukua maposition. Hatutaki kujua ni watu wangapi watakufa. We are soldiers. Kwa hivyo hicho ni kitu ambacho tunataka uweze kujua vizuri zaidi. We are soldiers. Na we don't give a shit all a damn. Hatutaki kujua ni watu wangapi watakufa. Tunaingia upande wa ndani. Lazima uwe tayari. Manze ni mwanapolisi wa kawaida. Sasa hapa kumekuja wanajeshi. Hawataki kujua. Paul na yeye pia hapa basi kumbuka is a former Navy SEAL. Kwa hivyo ako na plan. Amechora mishoni ya venye ataweza kuingia kuro pande wa ndani. Hataki kujua. Alala yaye. Ashalala. Wakati huo cheki mwanajeshi alikuingia kwa amejifanya daktari. Ala. Akakuingilia. Asante sana. Pande wa ndani. Who are you? Wewe sio daktari. Unasikia? You are? The medic you asked for. Ati medikiwa. Daktari mwingine mgani ako na maso namna hiyo? Peleka ya huko kwenye tumefunga raia. Mimi ni mwanajeshi bana. Kukuangalia hivi tu I know you are a soldier. I know who you are, man. You are a soldier. Lakini sasa wenye wako kuro pande wa nje hawajui kama huyu amehandwa. Wakati ilisemekana daktari amekuja na Paul alikuwaga na deal na wanapolisi. Ati wanapolisi wakituma daktari, yeye atawachilia mahostages. Kwa hivyo Paul alichora mishoni ya venye ataokoa maisha yake Rick. Akaita manze moja ambaye ni hostage. Na akachukua Rick. Unaona? Akachukua manze moja ambaye ni hostage na akachukua Rick. Ajifanye
ati amewachilia mahostages wawili. Hii ilikuwa plani yake Paul kutoka mwanzo kuokoa maisha yake hapa basi bila shaka pale Rick. Cheke maneno. Sasa alichomoka stara kama hiyo. Haya, akamchomoa. Kwanza naenda kwa ameinama stara kama hiyo ili hapa basi asije akafanya nini? Ili asije kaonekana. Amewachilia hostages. Amewachilia hostages. Wololo manza kashindwa. Na huyu hostage bona anakaa kama nishamuona. Kuangalia yeye aliona tu kichwa. Unaona? Wakachukuliwa wapelekwa hospitali. Unaona? Wakachukuliwa wote wapelekwa hospitalini. Sasa Manzi hakushughulika. Pascal hakushughulika na yeye tu ndiye anajua sura yake Rick. Kwa hivyo Rick akaenda hospitalini. Mishoni yake Paul ikafaulu. Rick akaenda hospitalini na hostage moja akawachiliwa. Alright. Elevator nayo yenye wanafaa kutumia kuhepa ikafunguliwa ndio hiyo. Elevator yenye wanafaa kutumia kuhepa. Bash. Sasa hapo wataweza kuchomoka. Hawa wana polisi nao wakaambiwa piteni upande wa juu. Muone kama mtapata hawa magaidi. Ile sasa hawa ni wana LPD na kwa hivyo wanafuata amri kutoka kwa Pascal. Unaona? Najua Pascal ako kwenye hii operation, basi wale wana polisi wakaamua kuingia upande ndani. Una akaleta nani? AJ ndiye anamwekea ulinzi. We, demo rumono. Mimi ni mnoma sana. Buka hapa. Mimi nimeishi na punda zetu. Ati punda. Mimi nimeishi na punda zetu na najua sibeberesagi punda zetu kwa mteremuko. Sasa ukae hapo. Paka ule soja akashindwa. Kwani hawawezi walikuwa wamekosa watu? Mtu ya punda. Haya. Walala yaye. Sasa na yeye hapa basi bila shaka para sniper kwa jina la Cheng yani. Sniper kwa jina la Cheng kwa standby. Sasa umesikia Vavara ye. Mimi nimedeal na punda. Rolia fuda sitora desiyekawa. Uliza puda zetu venye nazifanyaga. Papo hapo mtu ya fuda akasikia kumekujwa. Nani huyo? Mungu wa macho. Psycho. Aka. Psycho arifika. Anakujaga tu pole pole. We. Uliza fuda sitora desiyekaga mani. Mimi ni mkali sana. Uliza punda zetu. On your knees, asshole. Piga magoti. Take one more step and you die. Alikaribia akamwambia ukinikaribia sana tena utakufa. We, shoot this guy. Hey, sasa uko na macho smart. Ati macho smart ndio. Wewe ndio unang'oa watu macho. Mungu amenipatia kazi ya kung'oa watu macho kwa sababu macho ndio dirisha ya uhai. Lazima nikung'oe macho ili uhai upate pahali ya kutokea. Wale wana LAPD wawili na wao waripita kwa dirisha wanakuingilia stara kama hiyo. Wana LAPD iko na maana wana Los Angeles Police Department. Washalala. Wololo yaye. Na wanakuingilia design kama hii. Cheki. Hivi ndivyo ambavyo wanakuingilia, tazama. Hivi ndivyo ambavyo wanakuingilia. Huku wakichungulia na mchunge sana, kuna mtu anang'oa watu macho. Kuna mtu ambaye anang'oa watu macho na kwa hivyo hapa basi itabidi mchunge sana manze tena zaidi. Itabidi mchunge sana tena zaidi nani. Chunga. Biggie chunga. Biggie akapiga mwashiriano na akadai kila kitu iko seti. Sasa wanaweza wakahepa. Washington, Paul wakachukua billboards na kisha wakaamua kuchomoka. Ilikuwa zile billboards unasikia zinagharimu yani $100 million. Elevator ndio hiyo. Bash. Kila kitu iko seti, sasa wanaweza wakahepa. Sasa na yeye AJ, unasikia ni mtu wa punda. Hajui ugaidi na hata anashindwa kuua mtu. Sasa yule mateka wa special force akamwambia kill this person. Goja kwanza, wewe hauna macho mzuri. Uwa huyu mtu, akila wewe. Nimekuambia Mungu alinituma ning'oe watu macho ili uhai uweze kutoka. Macho ndio inazuia uhai uweze kutoka vizuri. And then God spoke to me. Mungu aliongea na mimi. What's he sound like? Mungu anaongea namna gani? It was like I suddenly knew what I had to do. Mungu akaniambia venye nafaa kufanya. I've been
told so. Niliambiwa na Mungu. Mungu aliniambia nitoe watu macho. Na lazima nifuate amri ya Mwenyezi Mungu. Macho ndio inaonaga dhambi zote. Na kwa hivyo lazima ningoe macho ili binadamu waache kufanya dhambi. Oh. Okay, na mimi Mungu ameniambia nikuue. He told me the eyes were the windows of the soul. Yeah. God told me the eyes are the windows of the soul. You see? Na soul ikitaka kutoka lazima itokee kwa dirisha. Sasa nangoa macho. God just spoke to me. Okay, God just spoke to me. I'll fucking... Ameniambia nikuue. Sasa naye sniper. Green light. Green light. Kwa hivyo alipiga hapa basi maskini AJ risasi ikatoka na jicho moja. Cheki. AJ. Wah! Akasema namna gani Psycho? Mungu ana protect watu wake. God protects those who serve him. God protects those who serve him. Sasa wana special forces akajua sasa he is next. Oh, ni wakati wako wa kungolewa macho. Kisu. Wa, daga shteni bae. Wololo, sniper ako shteni bae kabisha. Yule sniper sasa. Kisha hapa basi bila shaka paro wanajeshi kama kuingia upande ndani. Saa ungependa wewe kuingia? Hapana, mimi nawaja tu hapa nje. Mimi kuingia ndani si mtu wa kuingia ndani, mimi nabakia hapa nje. Na control hapa nje. Sitaki mambo ya kusema kuingia huko ndani. Nyingieni huko ndani mfanye ile kitu mnataka kufanya huko ndani. Mimi nakaa hapa nje. Special force kwenda kungolewa macho. Akasikia kuna mtu anakuja. Oh, watu wangu. Huyo kwanza akavurutwa. Wale wanapolisi wote wawili wamesikia kuna kitu kimevurutwa. Right on time now hapa basi wana Department of Defense. Wa hapa basi akina San Crane wakati ambapo wanakuingilia sasa. Kuingia na fujo, cheki. Kina San Crane wale kuingilia kijeshi. Hakuna kupoteza wakati. Hamna wakati wa kupoteza. Hamona wakati wa kupoteza. Ni kitanzi. Washington marisasi kuisha. Maskini wa Mungu alifanywa stara kama gani? Cheki. Fuck you. Kisha nyeshewa marisasi kumalizwa. Washington Karash. Jamaa wetu Paul. Oi, Paul. Sasa na yeye hapa basi Biggie amesikia mlio wa marisasi, amejua kumedhoka. Biggie. Paul akaambiwa na San Crane surrender. Paul akauliza, we San Crane ni wewe? San Crane akamwambia ndiyo. Haya, unafanya nini hapa? Wana polisi wamekuruhusu namna gani kuingia hapo pande wa ndani? San Crane akamwambia, sikiza Paul, umeibia makateli vitu mingi sana tangu uliwacha kazi kwetu. Umeibia makateli vitu mingi sana tangu uwacha kazi kwetu. Ndipo Manza kauliza, kwani wewe ni nani? Paul akamwambia, these are retired special forces but they work for cartel. Ni wanajeshi ndio wameretire, lakini sasa ni magaidi tu kama mimi. Ni venye niliwa double cross na nikaanza kuiba vitu zao. Oh, kumbe mmejifanya wanajeshi, kumbe nyinyi ni wezi. Ndio tulikuwaga wanajeshi, but sasa ni sisi ni wezi. Weka bunduki chini Manze, tuliwaambia muachie hii kazi iwe kijeshi. Nyinyi mkakuja kuingilia na nyinyi polisi. You are under arrest. Unaota. Uko na bunduki, niko na bunduki, uniambia I'm under arrest. How can you arrest me? I'm a soldier. I have a bigger gun. You are a policeman. You have a smaller gun. Oh yeah. Yule mwanajeshi alingolewa macho, amini usiamini. Biggie kufika, huyu macho yameenda. Chunga Biggie. Biggie chunga. Shoka. Pato ya katikati ya shingo. Wanapolisi wakakuja kuleta backup kwa Manze wetu. Manze akawaambia hawa si wanajeshi wa kawaida, hawa ni magaidi. They are cartels. Weka bunduki chini kidogo. Magaidi na wakaendelea kuwa wengi. Hawa ni wanajeshi ndio retired but they are now terrorists. Ni magaidi. Wanapolisi wakanyeshiwa marasasi maskini wa Mungu. Wenye walikuwa wanamsaidia Manze wetu. Pasta wakapigwa marasasi stara kama hiyo kumalizwa. Jamaa wetu na yaka piga
mmoja kati ya wanajeshi marasasi, kisha akajificha. Paul kumaliza moja na kujificha. Manager naye akasema basi nimekumbuka, wewe achana na mimi. Zamani nilikuwa askari wa Forest, hata mimi. Si mnacheza. Mimi nilikuwa askari wa Forest. Utadhana askari wa Forest, askari wa Forest. La, unaleta askari wa Forest mbele ya wanajeshi. Alipigwa marisasi. Hata alikuwa askari wa Forest. Forest kitu gani? Huku ni kunuma. Sasa Manzini aliambiwa weka bunduki chini na uhepe. Weka bunduki chini na uhepe. You can never win this war. I'm a soldier. I must have a backup. Manze kamwambia ma policeman, I'm in the line of duty. Mimi nafanya kazi kidogo. Pigwa risasi ya bega. Ololo yaye. Manze alipigwa risasi ya bega starakamikisha Paul akaambiwa sasa chomoka. Surrender. Awesome, what are you? It's time, don't you think? Nanyo brother alikuwa hapa kamwambia Manze, let us surrender. Tumewezwa. We know the rules of the war. Surrender and don't fight a losing battle. Paul akasimama kadai okay, sawa. You win. You win. Billboards ndizo hizo. Sankiria kamwambia umewaibia Makater pesa mingi sana. Ulikuja ukafanya kazi na sisi, ukajua mishoni zetu zote, sasa kazi yako ni kutuibia. Hizi billboards ni za Makatels. Unataka kuwaibia. Juzi uliwaibia roli 3 za mafuta ya super. Pigwa risasi 2. Oi. Paul alipigwa marasasi kuwekwa kando. Brother yake naye ndiye huyu Dani. Wakachukua billboards wakaamua kuchomoka. Kumbe Pascal hakuuawa, alipigwa risasi na alikuwa na bulletproof. Ile risasi haikumaliza. Ile risasi haikumaliza hapa basi bila shaka pale Manzi wetu. Ile risasi haikumaliza Manzi wetu hapa basi Pascal aliamuka, akapiga moja kati ya majangili marasasi. Na akapiga yule mwingine. Akapiga moja akamaliza na akawacha hapa basi Sankria akiwa hana maututi. Sankria kuona hivyo akachukua zile billboards na akaamua kuepa shisha. Sankria alichukua zile billboards na akaamua kuepa shisha. Haicheko manino. Lakini Paul alipigwa marasasi vibaya zaidi. Paul shisha alipigwa marasasi vibaya zaidi. Maskini wa Mungu kumalizwa. Oi. Akamwambia Dani, I'm sorry. But ujue wewe ni bradhangu na nilivua mask juu yako. Kila kitu iliharibika juu nilivua mask. Lakini nilivua mask juu nakupenda. Mbele wewe ni bradhangu. You are my brother. Wacha Dani aone venye watu wamengorwa macho. Yani hapa basi jangili aone venye watu wamengorwa macho. Sankrea anajionea venye ambavyo watu wamengolewa macho. Watu wamengolewa macho mbaya mbovu. Listen, I am undercover. Kumbe huyu na yeye jamaa Dani ni undercover. Dani alikuja akaambia Manzi, sikiza, mimi ni undercover agent. Akaambiwa okay. Accomplish the mission. Alichukua bunduki. Dani Richa na kujifanya fara hapa basi kujifanya jokopai. He is an undercover. Huwezi ukachomoka kwa Rangers ukuje kuwa mtu wa bank, itakuwa ngumu. He is undercover. Na hizi siku zote amekuwa hapa. Amekuwa akifanya undercover. Kwa hivyo sasa aliamua kubro cover yake. Akaamua kufanya kazi sasa kama mwana polisi wa kikosi cha undercover. Sankria naye ni kuhepa sasa stara kama hiyo. Sankria anajua hapa basi pale elevator ripo. Kwa hivyo ni kuhepa. Dani na yeye ndiye huyo. Na kule ndani kuna giza zaidi. Ndugu brother mpenzi mtazamaji. Dani ni wakati sasa anajionea. Watu wamengolewa macho. Huku Manzi watu wamengolewa macho mbaya mbovu. Sankrea na yeye na mule ndani munagiza na amebeba zile hapa basi billboards. Zile billboards amezibeba. Dani yuwamfuata. Dani yuwamfuata. Ala. Dani yuwamfuata. Ashalala. Asante sana. Maridadi. Pose kabisha. Akaona kivuri. Jangili aniona kivuri. Psycho yuko area. Psycho yuko area.
na Dani yako upande wa nyuma anafuata mdogo mdogo. Alala yaye. Ashalala. We. Kaona damu. Sankrea. Akona zile billboards. Kidogo. Ameona venye watu wameng'olewa macho, kwa hivyo pia yeye anaogopa. Kulingana na venye ameona watu wanang'olewa macho. Nyuma yake ndiye huyo Psycho. Psycho kama kawaida akaweka chini. Wewe ni nani? Ni Ede Mugethi. Mimi ni mtu ambaye nimekuja kuharvest. Ati kuharvest? Ndio. Mimi nimekuja kuvuna. Na navuna yale mambo ambayo yanafanya watu waone dhambi. Kutazama ni dhambi. Kuona ni dhambi. Kwa hivyo mimi navuna macho. Na nataka yako. Kidogo wakaanzana sasa. Sasa ni kitanzi na pale ndani munagiza zaidi. Na ni kitanzi sasa baina ya wote wawili. Piga marasasi upande wa chini. Na huku sasa ni kitanzi baina yao wote wawili. Ashalala. Wololo yaye. Ni kitanzi baina ya wao wote wawili. Chunga kungolewa macho. Sankrea. Jangire taka kumngoa macho. Akaamua kumdunga. Sankrea alishikilia lile daga chacha. Akadai neva. Dungwa kwanza moja. Akuwa ameshikilia akadungwa naye akagonga jangiri tarakamiona akachukua bunduki. Hapa basi bila shaka pale Psycho ikabidi ahepe. Psycho akahepa. Panagiza sana pale upande wa ndani, lakini usijara mtazamaji. Munagiza sana pale. Psycho alihepa. Sankrea akakanyaga moja kati ya zile jitu ambazo zilianguka kutoka mikononi mwake za yule Psycho. Psycho amehepa, Sankrea ndiye huyo. Akawacha kisu hapa. Kisu chenye alikuwa amedungwa nacho kwa kifua, akakivua kwa kifua chake na akakiwacha hapo yule Sankrea. Papo hapo Dani akakuingilia. Cheko maneno. Dani alikuingilia cheki. Dani shasha. Dani alikuingilia kagua. Alipatana na Psycho. Cheki maneno. Dani alipatana na Psycho. Sasa Psycho anataka kumng'oa macho kama ilivyo kawaida. Kama kawaida yake kamhubiria. Macho inaonaga giza. Wewe ati macho inaona giza. Kawe na gom kisu kisha Psycho kumiwa kisu kwa shingo. Asante sana. Unahubiria nani? Tumekuja mavuno ya macho yangu boss. Kawe na gom. Unakuja kuvuna macho yangu. Watu washavuna miwa, wakavuna mahindi, wakavuna mikohoro, spinach, zote ni zivunazo. Lakini macho unakuja kuvuna macho yangu. Never. Wakati huo chengine na yeye ni wakati anachomoka wabe. Niko na billboards, nimetoka kwa magaza. No gigadi gotoga. Nani anaweza sema sitatajirika? Wewe! Akasikia ameitwa Dani akamwambia, listen man, I am a former US Special Forces kutoka kwa Rangers. And now I am working for the government of United States of America nikiwa kama undercover. Mbali na hivyo, you should not have killed my brother. Makosa yako yenye yanasababisha kifo chako, kuua my brother. Stashes like this all over the country. There's always someone like me nearby, keep an eye on things. You to stop. There's always some people like me. Serikali inajua kuweka ulinzi. That's cool. And you? You should not have killed my brother. It's a lot of money, Danny. And then what? Like I said, there's always someone else. Someone like me. You shouldn't have killed Paul. Kuua brother Paul, that was a very big mistake. Na ndio sababu na alimpiga katikati ya kichwa. Kumbuka this guy is a ranger. Kwa hivyo kupima hashindi ati akipima pale na pale katikati ya kichwa. He's a former ranger and an undercover police.
for the CIA. Nilijua hizi mtakuja kuiba. That's why serikali iliniweka hapa. Pigwa marasasi kumalizwa. Allah, that is for my brother. But mission ya kurinda hizi vitu, I was sent by the government of United States of America. I work as an undercover for the CIA, and now it is a mission accomplished. Allah, it is a mission accomplished. Lakini kidogo hivi Kemoda Psycho aliamuka. Kemoda kwa jina la Psycho aliamka. Wololo yaye. Kemoda kwa jina la Psycho ameamka. Makosha. Wololo yaye. Jamaa wetu ndani akiendelea kutambaa stara kama ya kuwa na zile bidhaa. Akuwa na zile billboards. Billboards. Ako nazo mikononi. Alipigwa kisu. Ndani. Na kingine, na kingine, na kingine, na kingine, na kingine. Akang'olewa macho na Psycho. Akang'olewa macho na Psycho. Na kisha macho yakawekwa kwa mkebe kama ilivyo kawaida yake Psycho. Kwa hiyo bagi lake kumejaa macho na macho yake ndani pia yakang'olewa na yakawekwa hapo. Once a Kemoda, always a Kemoda. Wow. Kisha kikabeba zile macho Kemoda chenyewe na kikabeba zile billboards na kikaishia. The mission is a fail. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, Kemoda kikabakia. Mtu tu anaweza deal sasa na Kemoda kama hii ni DJ Afro tu, mwanzo dia Kemoda mwingine kama huyo. All the same, mission is a fail. Naro picha retu, the last haste, mwisho. A Kemoda, always a Kemoda.